mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ndio maana naambiwa shetani yeye hawana kupatianga ile photocopy ya ile kitu Mungu anataka katika maisha yako. Unaona? Aliambia kwa mkule matunda mtafumbuliwa macho na kujua mema na mabaya. Na ni kweli baada ya kule matunda Adam alifumbuliwa macho, akatazama, akajiona kwa kwaje, ako uchi. Unaona? Lakini Mungu mapenzi yake haikuwa kwa Adam afumbuliwe macho ajione kwa ako uchi. Ilikuwa afumbuliwe macho ajue mema na mabaya. Bwana sifiwe. Lakini upande wa nyoka ambali mdanganya wakafumbuliwa macho wakajipata wako uchi, ni maana tukaambiwa ikafika mahali Adam na Eva wakaenda wakajificha baada ya kusikia Mungu akikuja. Mungu akamuuliza, umejuaje kama uko uchi? Ndo akaanza kufanya nini? Akaanza kumshtaki Eve kwa Mungu kuwa amepewa nini? Amepewa tunda na mke ulionipa amenipea tunda tukakula. Hapa tukaambiwa mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho na ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitua katika matunda yake akala, akampa mume naye akala. Unaona? Sasa hapa tutakuja kujifunza katika sifa za mwanamke, ambapo tumeona sifa za nyoka. Tumeambiwa alikuwa ni mwerevu na alikuwa ni mrongo. Alikuwa mwerevu kupita nyama wote na kadanganya Eve. Tukija kwa mwanamke tunapata kuwa ako na sifa ya nini? Sifa ya tamaa. Bwana sifiwe. Kwa sababu hapa namba 6 inatuambia kuwa mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa kula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika. Bwana sifiwe. Ni mtu ambaye kutamanika. Sasa alikuwa na tamaa. Tunapata mwanamke alikuwa na tamaa. Sifa ya mwanamke ya kwanza ambao tumeweza kupata, alikuwa na tamaa baada ya kuona mtu anatamanika, wakajijua kwa alafu wakasema baada ya kule mtu akafunguliwa macho, wakajipata wako uchi, hawana nguo. Alafu tunapata kuwa mwanamke pia yeye tukisoma verse